Orengo ameona kila mahali Obura ananyorosha usingizi. Wakienda wapi Obura ananyorosha usingizi. Orengo take over bwana. Chukua hiyo kitu. Tuko na Orengo party leader, Ososi ako hapo na Sifuna ako hapo. Babu Owino ana control Nairobi. Hiyo ndio chama. Naambia Wakenya muingie kwa chama. Ingia kwa chama ya Linda Wananchi. Mr. Speaker, wewe kaa chini. Obukusu huyu. Kaa chini huko. Asante. Mr. Speaker, nikiingia kwa hii mada. Wanasema ati Nakuru ati watu wa Gachagua walikuwa ati wako wengi bwana. Mimi niliwaambia bora unasema one time vile speaker anasema one time ni rafiki yangu. Kila mtu mwenye anasema one time ni rafiki yangu. Unaona hiyo maneno? Na tangu ona sasa wanaimba tu tam. Huyu nywele sasa ako na matanga hajaenda. Ana hata ndururu na anapiga kelele hapa kila siku. Ana hata ndururu. Watu wa one time hawana pesa. Mr. Speaker, leo nimeona ati mayouth wanaenda pale Kibira wametolewa Kisumu. Alafu mwingine anasimama anaimba ati Wakenya musilale. Na wanaimba na wako na pesa ya William Ruto. Ati wasilale wako na pesa ya William Ruto. Deputy President, enda Kibira, nyang'anya watu pesa. Ati Wakenya musilale. Hiyo ni nyimbo yetu. Watu wa Bantam. Sisi ndio tunaimba Wakenya musilale, bado tuko na mapambano. Lakini mkiimba huko na mko na 5 billion ya Ruto na mujalipa, nyinyi wanga mko na shida. Mko na shida. Nikimalizia Mr. Speaker, Kenya imebadilika. Na mimi nataka niwaambie, chukua kadi. Kenya imebadilika. Watu wanajaa huku. Hii gari yetu inajaa. Mimi saa hii kila mtu hapa nataka tuimbe one time. Huyu jamaa aende nyumbani. Saa hii nikikuja hapa Mr. Speaker, nimepanda gari 250 ndio nifike hapa. Na nilikuwa nakuja na 20 bob. Alafu wewe umekaa hapa. Unataka kuniambia ati tutamia nani? Gari 200. Tena nataka kurudi na 200. Nani hapa tu dono? Na hizi tu hapa tu dono. Napanda gari 200. Nikimalizia Mr. Speaker na waambia party leader ni James Bob Agri Orengo. Asante. Leta hii. Speaker mulisema gabu mtu aongei nayo hapa. Usiniuzie uoga. Shika. Mulisema. Mimi sio Sifuna. Toa gambut bwana. Niko hapa. Tulieni. Mutatumia Sifuna. Asanteni sana. Kwa majina ni Dennis Wanjala, mwanasoja wa His Excellency George Natembeya. Na siogopi. Kuna mumeleta mada mzuri hapa. Hii rally ilikuwa kule Nakuru. Mimi nataka kusema hivi. Na mtu asiniuzie hapa uoga. Imagine Ososi alitumuliwa. Ososi akasema yeye ni acting deputy party leader. Sifuna ni secretary jana huko wamesema Orengo ndio party leader. Watoto wetu nimekuwa nikiongea hii kitu kila siku. Hatutatumiwa mgongo ya Sifuna itumike kupandisha watu wengine. Wacha sasa niwaambie wale watu wanakuja hapa kusema ati Orengo ndio party leader wa hiyo kitu. My friend, mtajua kwa umbwa ni nje. Hatutakubali kwa vyovyote vile. Saa hii jina ya Sifuna si ndio inatumika. Orengo amebebana na watu wamepeleka huko, amejiannounce yeye ndio party leader. Sasa Sifuna ndiye atumike kupandisha Orengo. Bwana mtatumia Waluya vile mnataka. Hapa nao nitawaambia hapa. Na mkitaka my friend Yolinda Mwananchi hamtaniona.
party, I will protect our son Edwin Sifuna. Nyinyi hamwezi kwenda rally kutumia Sifuna ati awapandishe nyinyi. Nataka kuambia wale watu wanawakobizi wakisema sisi ndio Sifuna. Nataka kuwaonya leo. Kama mtaendelea kusema sisi ndio Sifuna, Sifuna ndiye akwe party leader. Kama sio hivyo kwa umbwa ni nje. Kama sio hivyo kwa umbwa ni nje. Go and tell Orengo. Ende mwambie Orengo mimi ndio nimesema. Busilubobo za kuja holata. And we are not going to do it. Go and tell Orengo. Hiyo upuzi hatutafanya. Amweze tumia mtoto wetu mkimuita kila mahali sisi ndio Sifuna, alafu mnamuacha ati yeye ndio secretary general. Kwani aliumbiwa kwa secretary general? Sifuna ndio party leader wa ODM. Kama sio yeye, potea. Potea. I am Mluya. I am Mluya. I want to say here today. Mimi ni Mluya kamili. Nimekuwa nikiongea hivi vitu nikiambia Sifuna mtoto wetu unatumiwa. Watu wanasema mimi nachukia Sifuna. Saa hii imejitokeza watu wanajiita kule Nakuru ati hao ndio party leader. Watu wa maji, wacha niwaambie. Na munisikie mzuri. Munisikie mzuri nyinyi. Munisikie mzuri sasa leo. Leo munisikie mzuri. Sifuna mahali yako. Ajue mimi kama Dennis Wanjala sijai kuchukia mtoto wetu. Nilikuwa nimeona hali ya hatari kwa maisha yako. Unatumiwa kupandisha Orengo na watu wa maji. Sitakubali. Nimeambia Orengo lazima bow down kwa Edwin Sifuna. Kama hataki aende Siaya. Na watoto wetu from Kakamega, to Busia, to Bungoma, to Vihiga, to Trans Nzoia, mtoto wetu anataka kumalizwa sasa. Amepangiwa chama na watu wa maji. Amepangiwa chama. Sitakubali kwa vyovyote vile. Wewe umesikia songa songa. Ukijiita sisi ndio Sifuna, Sifuna ndio party leader. Nimemaliza. Ya huyu ameenda. Haya. Asante sana bwana Spika. Spika, mimi ni Walter kutoka Kisii bwana Spika. Na mimi bwana Spika, mimi na represent two-term kawaida, na hapo ndio ndiko bwana Spika. Bwana Spika, nataka niongee kwa mada mbili peke yake, mada ya Nakuru na maandamano bwana Spika. Order. Bwana Spika, nataka nishukuru watu wa Nakuru bwana Spika. Bwana Spika, unajua Nakuru County imekuwa imetumika kama hotspot bwana Spika ya riots ya election. Bwana Spika, tunapoongea leo, jana watu wa Nakuru bwana Spika walisema wao ni two term, hawakuji kwa uwanja ya rally ya one term. Bwana Spika. Bwana Spika. Order Speaker, protect me. Suinua mkono uliza swali. Hakuna msamaha, peleke nje kwanza. Unajua bwana Spika, watu wana waste time yao. Spika,
Spika, ningeeleza kwanza mada yangu ndio waulize swali. Sasa wanauliza swali hata wajui nini nasema. Si ungoje nidanganye kwanza ndio ukuje useme ukweli. Alafu uliza swali. Bwana Spika, narudia na kusema asanteni sana watu wa Nakuru. Nakuru tunajua Bwana Spika ni ngome ya tutam. Bwana Spika, jana for the first time tumeona hapa watu wametoa magari kutoka wapi, wanajaza watu Nakuru, wanasema ni watu wa Nakuru. Bwana Spika, watu wa Nakuru ni watu wa William Samoei Ruto. Hatutaki mambo ya one time Nakuru. Bwana Spika, rally ilipoisha tuliona walipanda na watu wao magari wakarudi Nairobi, wengine wakarudi Busia, wengine wakarudi sijui wapi. Bwana Spika, wengine wako hapa. Bwana Spika, kwani hao ni watu wa Nakuru hawa? Bwana Spika, bwana Yesu Laya huyu ni watu wa Nakuru. Bwana Spika, huyu anaitwa Songa ni mtu wa Nakuru. Bwana Spika, watu waje kutupima akili, tumewajua, lakini ndio yenu tunajua. Nyinyi tanga tu Kenya mzima, chazeni watu hata Jacaranda leteni, lakini mjue ni tutam. Mjue William Ruto ni atiri fata notice. Hata muende wapi, hata mpeke rally Uganda, Ruto ni tutam. Bwana Spika, mimi nataka niambie watu wa Nakuru, pongezi sana. Mulisema nyinyi ni watu wa tutam, hamutaki upuzi ya one time. Bwana Spika, wanatuamia maandamano. Eti wanatuamia maandamano kesho. Jaribu kama wewe ni mwanaume. Jaribu. Kama wewe ni mwanaume, jaribu enda maandamano kesho tukuone. William Ruto, wani lege. Bwana Spika, hatutaki upuzi hii Kenya ya maandamano. Na nataka niambie jamii zetu kutoka Luoland, niambie watu wetu kutoka Waluya, nisione Mluya na Mjaluo kwa maandamano. Bwana Spika, Haya, order. Haya, order. Bwana Evan, this is the last warning for you. Mimi nimefuata huyu 4 minutes imeisha, full stop. 4 minutes imeisha. Asante sana Bwana Spika. Bwana Spika, asante na wanabunge. Kwa majina, mimi naitwa Oluoch Babu, natoka Ugenya, Siaya County, East Ugenya Ward. And my concern today, I will speak in English. My concern today is one issue about Nakuru and Orengo being the acting party leader of ODM. Hii ni concern ambaye sisi kama wananchi paka tutilia mkazo, kwa sababu Orengo has been there with Raila Amolo Odinga since independence. This means that Orengo is a senior polytragonist. So this issue of despiting the ambition of James Aggrey Bob Orengo is something that we as Kenyans, we should not take it into a lime note. Orengo is a political polytragonist. Orengo is a senior counsel in this nation, a political polytragonist, and is the one who can give the directive rather than telling the people of Kenya that we are supposed to follow the two-term terms. William Ruto ameweka hii Kenya into the state of anarchy. Kwa sababu wa Kenya saa hii wake up their collective consciousness toward the dignity ambayo tunataka. Sisi kama team one term tumesema ya kwamba hii rally ya Linda Mwananchi, wengine wanasema eti watu wanatumia Edwin Sifuna kama ngazi. Juzi His Excellency, the coming governor of Nairobi, Babu Owino, alituambia that the sun shines at the day and the moon shines at the night. Sasa hakuna mtu mkubwa pale kwa Linda Mwananchi. Linda Mwananchi is the vehicle that represents the grievances of the common Mwananchi. So these people that are trying to divert the ambition of Kenyans, we want to tell you that the Kenyans have been reawakened our collective consciousness toward the human dignity, toward the leadership that they want. We want the leadership that is palpable. We want the leadership that represents all ambitions of common Mwananchi. Orengo akichukua acting party leader, and we know the Secretary General of ODM
is none other than Edwin Wetenja Sifuna. That is the Secretary General that we know. Ile nyingine ule mama ambaye atajui kusoma vitu ambaye ameandikwa. Hiyo ni kitu ambaye Wakenya hawajui. Sasa sisi tumesema ya kwamba wakati tunatembea team Linda Mwananchi, Orengo will be the acting party leader, Edwin Sifuna SD, Babu Owino will be the governor of Nairobi County. These issues of despite the ambitions of Kenyans, hii maneno tumekataa. Kwa sababu tumekataa kufollow kina Wanga. I saw the other day Gladys Wanga is acting like a dog who is on hit. Kwa sababu the brown envelopes from the shadows of State House have already been deflected. And I want to give them staccato drumming of warning with an interminate nocturnal topper that they must respect Edwin Sifuna, they must respect Babu Owino, and they must respect James Agri Bob Orengo. Kwa sababu Orengo amekuwa kwa sasa na Raila Amolo Odinga. Nyinyi wa Kenya mmesahau. Raila Odinga amelia juzi before the demise of the mortal. They have stolen his votes. Someone has got 8.1 million votes. Another one 5.9 million votes. And the same person is telling us that they must re-elect William Ruto again. Raila Amolo Odinga continued to advocate for the opening of the servers. There was no one in this nation even opened the server. He entered into a relevant path whereby he even hired the experts to make sure that the servers of the IEBC must be open, so that the information must be exposed to the people, for the people of Kenya to know the truth, who have got the Ghana the most votes. But nowadays, William Ruto is trying to coerce us into the journey of omnisciousness. Tumekataa one term siku zote. Thank you, Speaker. Mr. Speaker. Thank you. Mr. Speaker, nimesikiza watu wa one term wakikuja hapa kiongea. And number two, Mr. Speaker, I have had 3 agendas for this today's session, Mr. Speaker. Mr. Speaker, huyu member mwenye ametoka kwa floor saa hii, nataka kuanza kwa kumjibu kwanza before I go direct to the point, Mr. Speaker. If at all anaongea kuhusu kwamba Orengo amekuwa in good terms with Raila Odinga, I want to remind him. Aenda asome historia ya Kenya vizuri, kama kusoma class 7, arudi grade 7 asome. Mr. Speaker, kwamba iniluo Nyanza, Raila Odinga hajakuwa in terms with Orengo since 1990s. Mr. Speaker, and it is in record, Mr. Speaker. And that's a fact, Mr. Speaker. Mr. Speaker, Orengo amesumbua Raila miaka mingi sana. Until such a time, wakati Orengo aligundua kwamba he cannot make it in Luo Nyanza, ikabidi without Raila, ikabidi arudi nyuma ya Raila Amolo Odinga. That's the reason why he came back in politics, Mr. Speaker. Take one question from the guy. Mr. Speaker, the member of the floor. And you take my time. Member of the floor, Kudanganya. Orengo is the one who has been representing Baba in legal affairs during that. Thank you. So, Mr. Speaker, I don't can assume it because atafuatilia historia ya Kenya. Speaker, maandamano, Mr. Speaker, I want to remind the young people of Kenya, the so-called Gen Z and the people of Kenya, Mr. Speaker. Nataka kuwaelezea. Kwa akili zangu timamu, najua katiba inakubali maandamano ya amani. Mimi nakuomba kwamba kama umeridhia na unakubaliana na wa upinzani kwamba bei ya mafuta ama gharama ya maisha Kenya imekuwa ngumu, the only way to go ni kuandamana kwa barabara. Mimi nakuomba kama utaamua enda kwenye barabara, lakini nataka nikukumbushe kwamba maandamano ya kesho haijaidhinishwa na polisi wa Kenya, Mr. Speaker. Ukienda pale kwenye maandamano, nataka nikukumbushe mtu yoyote ambaye atapoteza maisha yake, tusirudi hapa katika bunge la Karanda tuanze kulaumu serikali kwamba imeua mtu kwa sababu maandamano ya kesho haijadhihirishwa na idara ya polisi, Mr. Speaker. That's number 1. Mr. Speaker, huyu Gachagua ambaye ameambia watu waende maandamano na wapinzani, Mr. Speaker, 2023 nataka kuwakumbusha, Gachagua alikuwa deputy president wa Kenya. Ndindi Nyoro ambaye anataka kuadvise William Samoei Ruto kuhusu uchumi
alikuwa chairman wa budget hapa Kenya. Mafuta ilikuwa shilingi 200 na shilingi 10, Mr. Speaker. Where was Gachagua? Where was Ndindi Nyoro to advise William Samoei Ruto about the oil price in this country, Mr. Speaker? Leo hii wako pinzani, they want to tell the people of Kenya kwamba uchumi unaharibika kwa sababu ya William Samoei Ruto. I want to tell the people of Kenya, let us be wise, tuone mambo vile inaendelea, Mr. Speaker. Tuache kudanganywa, tuache sarakasi na propaganda za uongo, Mr. Speaker. Number 2, Mr. Speaker. Mtu amesema hapa ati William Samoei Ruto amepata Wakenya wamechanuka, Mr. Speaker. I want to remind the people of Kenya, 2022 Wakenya walikuwa wamechanuka zaidi kuliko hata sasa hivi. I want to tell them, kama mmechanuka, William Samoei Ruto amepata ugumu wa kuongoza Kenya. Enda ujiandikishe, chukua kura, tukutane 2027, Mr. Speaker. Uamue ni nani ambaye atakuwa rais wa Kenya. Na tukiwashinda, tuendelee kuwa werevu vile mnasema kwamba nyinyi mmekuwa werevu, Mr. Speaker. That is the only bottom line, Mr. Speaker. Mr. Speaker, nikimalizia, mtu amesema kuhusu Sifuna. I told them here, I cannot support William Sifuna. Kwa sababu gani? William Sifuna anatoka Western Kenya, Mr. Speaker. Sifuna, Mr. Speaker, anatoka Western Kenya, Mr. Speaker. Wakati Sifuna amekuwa surrounded na Wakikuyu, I want to ask Sifuna, huyu Paul Njoroge ambaye ako nyuma yake, wale watu wa Uhuru Kenyatta ambao wako nyuma yake, wanafanya nini? Mr. Speaker, Sifuna akuja nielezee wale Wakikuyu ambao wako nyuma yake wa msurround, wale ambao wanapanga siasa yake, ambao wanaenda kampeni zake, wanafanya nini kabla mimi Muluya nikuja nimsupport, Mr. Speaker. Kwa hivyo I want to tell the people of Kenya, Sifuna is going nowhere. Sifuna atakia chama yake, asimame nao governor Nairobi County, Mr. Speaker. Na mtatoka hapa nibaki peke yangu. Sawa. Nimeshukuru sana Mr. Speaker na wanabunge wote. Mr. Speaker, nimeona mahali imefika sahi kwa hii bunge. Naona kama hao watu wa two-term hawakufanya Eastern government, walifanya CRE na agriculture. Hiyo ndiye subject walikuwa walifanya. Ukipata mtu anakuja anaanza kusema ati Orengo alikosana na Raila Amolo Odinga. Hata hakuna mahali Orengo alisaidia Raila Amolo Odinga. Ndugu yangu, rudi tena kwa Eastern government ya book ya mtoto yako, wewe pia kaa chini usome na yeye, so that ukuje usaidie watu hapa. Lakini wale kama kitu songa tuliingia kwa klasi ya history, kaa chini basi tukupee vile Kenya inasonga. Namba 1, ukiangalia siku ya 7/7 Orengo alikuwa hapa makuapo na Raila Amolo Odinga. Bas, kuja multiparty wakwa makwa. Hiyo nakupia tu topic, ende usome. Zingine utachukua kesho. Sasa, after the death of Jaramogi Oginga Odinga 1994, ndiye Orengo alikuwa anataka kuwe party leader, kuwe liwo kingpin. Na Raila Amolo Odinga pia alikuwa kijana barubaru, atakuwa anasema mimi pia nataka. Ndiye baba yake akaandova kwa kijana wa Malwa the late. Unaona? Na Raila akakuja akasimama 1997. Orengo akamwambia kama huwezi kwa debe tu mimi siwezi kupea support. Mimi pia wacha kwa debe. Orengo pia akafanya nini? Akajaribu. Yeye pia akafail. 2007. Kutoka 2007 Orengo hajai kosana Raila Amolo Odinga mpaka ukaburini saa hii. Hii prime minister unakujaga kwa unapiga hapa kelele na Ruto. Sasa Kofi Annan alikuja hapa Kenya. Sasa wanataka wasomi. Ule mtu amebeba constitution kwa kichwa yake. Nani uliona mbele? James Orengo mwenyewe. Masaa unaongea about Orengo. Jua bila hata Orengo kuwekwa ndani, hata tungekuwa tunaongea hapa. Hiyo sasa naopea tu history kidogo tu. Sawa. Mr. Speaker, naingia kwa Sifuna. Hiyo ni striker tuko naye. Na Babu Owino huyu ni Kante mwenyewe. Na James Orengo, Jose Mourinho as a coach. Kwa hiyo timu ukiangalia, hakuna hata mtu anavuta sigara hapo. Hiyo timu iko imara. Na tunataka hii timu ya Ruto tupatane chap. Because hatutaki mambo ya by election friendly matches. Hatutaki.
Hatutaki because wako na mdomo na wana kadi. Tuko kadi. Na tunataka, hakuna mtu tunataka kwa debe kuliko Ruto. Hatutaki Oburu. Oburu hatutaki. Mzee hakuna kitu utafanya na wewe. Tunataka Ruto, huyo mtu wako nyuma yako. Ndio tunataka. Nimeona kama Dennis ametoka hapa anasema ati Oburu ati nani? Orengo anataka kuchukua power ya nani, ya Sifuna na Babu Owino. Let me tell you one thing. Kuna kitu inaitwa interdependent. Unaona? Sifuna anadepend kwa Babu na Babu anadepend kwa Orengo na Orengo anadepend kwa Misi na Misi anadepend kwa kile songa kama mpiga kura tena kwa supporters wao. Unanisikia hapo? Wewe unaweza weka peke yako kama Yesu Kristo ndiye alikuwa anaweza peke yake na alikuwa na disciples wake. What about Sifuna na James Orengo? Ndugu yangu, tunakupea wisdom uende naye kwa nyumba yako, lakini wewe umefunika kichwa. Kuna mtu akiongea hata kama kitu anakuchuna hapa, kaa chini usikie tunasema nini. Kama watu kama one time tunajua Ruto must go. Sisi ndio tunapiga kura. Na sisi tumechoka na yeye. Ndugu yangu, Kenya saa hii took about 70 million ama 65 million. Out of 65 million. Kwa hiyo 65 million, mtu mmoja ndiye tuweze pigia kura huyu William Ruto. Wengine hata vile nyinyi umekaa hapa, tunaweza pigia mpaka Julius Oshkura, lakini si William Ruto. Mr. Speaker, nikimalizia anasema hivi. Masemeji tunakuja Saturday. Tuko Vihiga, masemeji kujeni. Sunday mwenyewe finali. Tuko Kisumu, walisema tutaingia. Tunakuja. Wantamria. Sawa. Asanteni sana Mr. Speaker. Kwa majina mimi ndio Nywele Sauce Mr. Speaker, na mimi ndio Prime Minister Kenya and abroad. Mr. Speaker, agenda leo kwa hii wiki ninafurahia sana. Kwa sababu zile agenda zenye hii bunge ina discuss ni agenda very serious ambayo inapea Kenya mwelekeo. Na hii Kenya, kama sijaongea kama Prime Minister, Mr. Speaker, yangu ndio final Mr. Speaker. Na yangu ninakupea direction. Ukiwa hata Moyale, kitu yenye Nywele Sauce amesema, hiyo ndio dunia yote mpaka Amerika imedecide hivyo. Kwa hivyo ile nitasema hapa, hiyo ndio decision ya Kenya Mr. Speaker. Mr. Speaker, nataka kuingia kwa mada. Hii mada ya Nakuru ya jana Mr. Speaker. Mr. Speaker, mimi leo nataka kuongea, nataka kuagree na ndugu yangu Dennis Wanjala. Ameongea hapa Speaker. Kama mloya ako hapa, I think mumesikia. Na mimi napenda waloya wenzangu sana. Kwa sababu ni watu ambao wakisikia kitu hawapigani kelele. Hiyo mada agenda ya Dennis Wanjala, nimesikia waloya hawajapiga kelele, wamenyamaza. Wamechukua notes, wameandika. Tena watu wanda mwanera Vihiga. Tena waloya tuwaangalie. Kwa sababu hatutadanganywa one time inaserve agenda ya mwananchi wa kawaida, lakini kwa podium watu wanagawana cheo. Unasikia sasa hii ule mzee wa Chang'aa sasa pewa hati yeye ndio party leader. Lakini tunaambiwa hati ina serve interest ya Wakenya. Tunaambiwa sasa deputy party leader ni Babu Owino Mr. Speaker. Na tunaambiwa ina serve interest ya Wakenya. Sifuna sasa, na hata huyo Babu Owino anajiuta mimi ndio Sifuna, lakini deputy party leader. Kwa hivyo waloya tuangaliane. Tuangaliane ndugu zangu. Na mimi nataka niwaambie waloya. Ukitaka kujua, na hizi ambia waloya peke yake, naambia tu Wakenya wote. Ukitaka kujua tu mahali naenda kwa opposition, kwa sababu mimi nimekaa kwa opposition miaka mingi. Ukiona mahali Orengo wako. Jana nimeona wamenunua lori kanta. Hiyo kanta ni ya kubeba form 34A. Hiyo ni ya kubeba form 34A. Kwa hivyo kuwa ready. Ukiona Orengo Babu na Sifuna wamemnunua ili yani wapate lawyer wa kuenda kotini. Sema unajua hiyo. Kwa hivyo msijifanye wajinga. Ukiona tu Orengo, hao ndio wenye wafanya Raila wamekufa. Kwa sababu form 34 bado natafutwa hadi wa leo. Hatujawahi pata Mr. Speaker. Orengo ndiye ako na hiyo file. Kwa hivyo mahali popote utaona Orengo. Songa. Orengo ukiona songa anaongea mpaka anataka kuuma mahali. Unajua tu hapo inaenda hivi Mr. Speaker. Tumezoea. Mimi nimekaa kwa opposition mpaka saa hii. Nimeamua tu nikuje nikae na Ruto kwa sababu Ruto anangoja tu kutangazwa. Na mimi naambia William Samoei Ruto baba yangu. William Samoei Ruto Viambo.
Mimi sitaki kusema kura ya Mount Kenya kwa sababu hiyo sijui. Naongelea yangu. Yangu nitakupea moja. Make sure umetangazwa na hiyo. Make sure umetangazwa na hiyo. Hiyo tu. Hiyo tu Mr. Speaker. Mr. Speaker, mada ya pili nataka kuongelea ni mada ya maandamano ya kesho. Nataka kuambia Wakenya, hiyo posto tunakuanga yetu si kama Wajaluo. Na hakunaga kitu tunalipwa hapo. Lakini tukikusikia unasema wewe ni mtu opposition kama Rigathi Gachagua, Wajaluo tu karibu kuanza kukimbiza huyo mzee. Kwa hivyo kesho tukiona kwanza watch wa TV. Ukiona Kisumu wajatoka kwa barabara, usitoke Nairobi. Tafadhali. Hii maandamano ya kesho tunaenda kumalizana nao once and for all. William Samoei Ruto, polisi wa Bukusu, Wajaluo, Waluya, wale wenye wako na mguu kubwa kama mguu ya Barmoriat, weka Githurai 45. Mr. Speaker, ukisaweka Mr. Speaker, hii maandamano tunamalizana nayo kesho once and for all. Mr. Speaker, wananihekoli protect. Mr. Speaker, kesho William Samoei Ruto, mapolisi wenye wako na mguu kubwa weka Githurai 45. Wapige watu kuenda Nyeri, Murang'a, huko ndio kuna Speaker. Asante sana Mr. Speaker. Speaker anaitwa Uriati Bim. Natoka Siaya County, mahali inaitwa East Game. Ningependa tu kuomba William Samoei Ruto. Na mimi nataka kuuliza Ruto leo. Auonangi benye huyu jamaa anaitwa Nywele Sosa na kutetea, sumuite huyu fala. Kwa sababu hakuna mtu anawatetea kama huyu Nywele Sosa. Na anapiga tu kelele hapa hana kazi. Iteni huyu Nywele Sosa mpatie kazi. That's the only person anatetea government sana. So Mr. Speaker, Speaker nikienda kwa mada, nataka kusema hivi. Kulingana na sheria uwezi ita mwenzako ni fala kwa media. Withdraw hiyo. Asante sana Mr. Speaker, withdraw. So, ningependa kuenda kwa mada ya kwamba ati James Orengo kama kofit ukuwa party leader wa chama cha ODM. Mr. Speaker, kwanza before uongelee mtu kama James Agri Bob Orengo, jiangalie kwanza. Kama umevaa suti ongelea James Orengo. Lakini kama umevaa tuktuk na kinyasa na vitu yeneleweki, usiongelee James Orengo. Usiongelee James Orengo. Speaker. Ngoja. So Mr. Speaker, mimi naitwa Uriati Bim Mr. Speaker. Na mimi nimevaa tuktuk na nyasa yakini niko na akili. Hii si ya umaskini. Hii si ya maskini Mr. Speaker. So before uongelee James Orengo, kwanza jiangalie kwanza. Huyu James Orengo mwenyewe ni constitution Mr. Speaker. This man has seen a lot Mr. Speaker in this country. This man has been loyal to none other than Raila Amolo Odinga. Na sahi Wakenya ndio wamesema ya kwamba James Orengo kuwa party leader. We kama we unapinga kama nani? Wewe unapinga kama nani? He the only man who has experience to control chama ya ODM. Unataka chama ya ODM ipatiwe nani kama party leader kama sio James Orengo? Eti mtu anasema eti James Orengo anatumia nyota ya Edwin Sifuna. James Orengo mwenyewe ni nyota. Sasa atatumia aje nyota ya Edwin Sifuna? My friend, hii kitu babu anawaambianga kila siku ya kwamba shine at the day. Unasikia? Na stars shine at the night bwana. Amusikiangi hizi vitu. Sikia watu wa class 3 anasema rudia. Sirudi. Mimi hapo nishapita. Hapo nishapita. So Mr. Speaker, James Orengo ndio party leader ya chama ya ODM. The throne has been taken Mr. Speaker. Na James Orengo ndiye ameshaichukua. Na yeye kama James Orengo atakuwa coach hapo mbele na wakina Edwin Sifuna wanakuwa hapa chini. Kwa sababu huyu ndio mtu sahi anatingiza hii Linda Mwananchi. Na Linda Mwananchi bado jaja. Tumebaki na kiti moja. Na hii kiti moja ni ya mtu moja kwa ibunge. Mwenye mimi kama Uriati Bim sipendi apote. Ni venye tu yeye pia ndugu yetu
sijui anakunywanga busa hapa Ikweta ama nini. Nataka kuambia mjukuu, kuja kwa hii kiti moja. Wacha kupotea. Awache kupotea. Mimi sitaki apotee na naona. Kuja kwa hii kiti moja yenye imebaki. Siasa yako ilikuwa mzuri. Wacha hiyo njaa tu kidogo tutakulisha. Lakini kuja hapa. Kuja hapa bwana. Kuja hapa. Wacha njaa bwana. Wacha njaa. So Mr. Speaker, nikimalizia. Mr. Speaker. Sijamaliza. Hawezi kuniharibia jina. Ni rafiki yangu lakini hawezi kuniharibia. Mimi niko na pesa bwana. Nipe. Niko na pesa kwa simu sasa. Nikupe nini? Sitaki polisi, nataka kupewa pesa. Mada, naingia kwa mada direct. Mwingine ati tulikuwa kwa rally huko Nakuru na Wakenya wameona. Mr. Speaker, mimi nataka kushukuru wenye walipeleka rally Nakuru. Hiyo rally yetu imefanya president ametoroka nchi yake na ameenda huko ng'ambo. Asante. Asante. Mr. Speaker, nikiongea kwa sasa president hayuko na hata hii maandamano hatakuwa. Na saa hii mimi najiandaa. Natafuta viatu na saa hii hata wakipenda watoe ya juu bado nitaenda. Bado nitaenda. Mr. Speaker, mimi niko na furaha. Mimi niko na furaha. Wengine wanaanza kujiuliza ati kwa nini Orengo James Bob Agri Orengo amechukua party leader. ODM bado ni moja. ODM bado ni moja. Hata Raila tulimweka kama the people president. Na Orengo ameona kila mahali Obura ananyorosha usingizi. Wakienda wapi? Obura ananyorosha usingizi. Orengo take over bwana. Chukua hiyo kitu. Tuko na Orengo party leader, Osotsi ako hapo na Sifuna ako hapo. Babu Owino ana control Nairobi. Hiyo ndio chama. Naambia Wakenya muingie kwa chama. Ingia kwa chama ya Linda Wananchi. Mr. Speaker, wewe kaa chini. Obukusu huyu. Kaa chini huko. Asante. Mr. Speaker, nikiingia kwa hii mada. Wanasema ati Nakuru ati watu wa Gachagua walikuwa ati wako wengi bwana. Mimi niliwaambia bora unasema one time vile speaker anasema one time ni rafiki yangu. Kila mtu mwenye anasema one time ni rafiki yangu. Unaona hiyo maneno? Na tangu ona sasa wanaimba tu tam. Huyu nywele sosa ako na matanga hajaenda. Ana hata ndururu na anapiga kelele hapa kila siku. Ana hata ndururu. Watu wa one time hawana pesa. Mr. Speaker, leo nimeona ati mayouth wanaenda pale Kibira wametolewa Kisumu. Alafu mwingine anasimama anaimba ati Wakenya musilale. Na wanaimba na wako na pesa ya William Ruto. Ati wasilale wako na pesa ya William Ruto. Deputy President, enda Kibira, nyang'anya watu pesa. Ati Wakenya musila. Hiyo ni nyimbo wetu. Hiyo ni nyimbo yetu. Watu wa Bantam. Sisi ndio tunaimba Wakenya musilale, bado tuko na mapambano. Lakini mkiimba huko na mko na 5 billion ya Ruto na mujalipa, nyinyi wanga mko na shida. Mko na shida. Nikimalizia Mr. Speaker, Kenya imebadilika. Na mimi nataka niwaambie, chukua kadi. Kenya imebadilika. Watu wanajaa huku. Hii gari yetu inajaa. Hii gari yetu inajaa. Mimi saa hii kila mtu hapa nataka tuimbe one time. Huyu jamaa aende nyumbani. Saa hii nikikuja hapa Mr. Speaker, nimepanda gari 250 ndio nifike hapa. Na nilikuwa nakuja na 20 bob. Alafu wewe umekaa hapa. Unataka kuniambia ati tutamia nani? Gari 200. Tena nataka kurudi na 200. Nani hapa tu dono? Na hizi tu hapa tu dono. Napanda gari 200. Nikimalizia Mr. Speaker na waambia party leader ni James Bob Agri Orengo. Asante.
Spika, mulisema Gabu mtu aongei nayo hapa. Usiniuzie uoga. Shika. Mulisema. Mimi sio Sifuna. Toa Gambu bwana. Niko hapa. Tulieni. Mutatumia Sifuna. Asanteni sana. Kwa majina ni Dennis Wanjala, mwanasoja wa His Excellency George Natembeya. Na siogopi. Kuna mumeleta mada mzuri hapa. Hii rally ilikuwa kule Nakuru. Mimi nataka kusema hivi. Na mtu asiniuzie hapa uoga. Imagine Ososi alitumuliwa. Ososi akasema yeye ni acting deputy party leader. Sifuna ni secretary jana huko wamesema Orengo ndio party leader. Watoto wetu, nimekuwa nikiongea hii kitu kila siku. Hatutatumiwa mgongo ya Sifuna itumike kupandisha watu wengine. Wacha sasa niwaambie wale watu wanakuja hapa kusema ati Orengo ndio party leader wa hiyo kitu. My friend, mtajua kwa umbwa ni nje. Hatutakubali kwa vyovyote vile. Saa hii jina ya Sifuna si ndio inatumika. Orengo amebebana na watu wamepeleka huko, amejiannounce yeye ndio party leader. Sasa Sifuna ndiye atumike kupandisha Orengo. Bwana mtatumia Waluya vile mnataka. Hapa nao nitawaambia hapa, na mkitaka my friend Yolinda Mwananchi hamtaniona, but I will protect our son Edwin Sifuna. Nyinyi hamwezi kwenda rally kutumia Sifuna ati awapandishe nyinyi. Nataka kuambia wale watu wanawakobizi wakisema sisi ndio Sifuna. Nataka kuwaonya leo. Kama mtaendelea kusema sisi ndio Sifuna, Sifuna ndiye akwe party leader. Kama sio hivyo kwa umbwa ni nje. Kama sio hivyo kwa umbwa ni nje. Go and tell Orengo. Ende mwambie Orengo mimi ndio nimesema. Busilubobo za kuja holata. And we are not going to do it. Go and tell Orengo. Hiyo upuzi hatutafanya. Amwezi tumia mtoto wetu mkimuita kila mahali sisi ndio Sifuna, alafu mnamuacha ati yeye ndio secretary general. Kwani aliumbiwa kwa secretary general? Sifuna ndio party leader wa ODM. Kama sio yeye, potea. Potea. I am Maluya. I want to say here today. Mimi ni Muluya kamili. Nimekuwa nikiongea hivi vitu nikiambia Sifuna mtoto wetu unatumiwa. Watu wanasema mimi nachukia Sifuna. Saa hii imejitokeza watu wanajiita kule Nakuru ati hao ndio party leader. Watu wa maji, wacha niwaambie. Na munisikie mzuri. Munisikie mzuri nyinyi. Munisikie mzuri sasa leo. Leo munisikie mzuri. Sifuna mahali yako. Ajue mimi kama Dennis Wanjala sijai kuchukia mtoto wetu. Nilikuwa nimeona hali ya hatari kwa maisha yako. Unatumiwa kupandisha Orengo na watu wa maji. Sitakubali. Nimeambia Orengo lazima bow down kwa Edwin Sifuna. Kama hataki aende Siaya. Na watoto wetu from Kakamega, Tubusia, Tubungoma, Tuvihiga, Trans Nzoia, mtoto wetu anataka kumalizwa sasa. Amepangiwa chama na watu wa maji. Amepangiwa chama. Sitakubali kwa vyovyote vile. Wewe umesikia songa. Ukijiita sisi ndio Sifuna ndio party leader. Nimemaliza. Ya huyu. Ameenda. Haya. Asante sana bwana Spika. Spika, mimi ni Walter kutoka Kisii bwana Spika.
na mimi bwana Spika, mimi na represent two term kawaida, na hapo ndio ndiko bwana Spika. Bwana Spika, nataka niongee kwa mada mbili peke yake, mada ya Nakuru na maandamano bwana Spika. Order. Bwana Spika, nataka nishukuru watu wa Nakuru bwana Spika. Bwana Spika, unajua Nakuru County imekuwa imetumika kama hotspot bwana Spika ya riots ya election. Bwana Spika, tunapoongea leo, jana watu wa Nakuru bwana Spika walisema wao ni two term, hawakuji kwa uwanja ya rally ya one term. Bwana Spika, order Speaker, protect me. Suinua mkono uliza swali. Hakuna msamaha, peleke nje kwanza. Unajua bwana Spika, watu wana waste time yangu. Spika, ningeeleza kwanza mada yangu ndio waulize swali. Sasa wanauliza swali hata wajui nini nasema. Si ungoje nidanganye kwanza ndio ukuje useme ukweli. Alafu uliza swali. Bwana Spika, narudia na kusema asanteni sana watu wa Nakuru. Nakuru tunajua bwana Spika ni ngome ya two term. Bwana Spika, jana for the first time tumeona hapa watu wametoa magari kutoka wapi, wanajaza watu Nakuru, wanasema ni watu wa Nakuru bwana Spika. Bwana Spika, watu wa Nakuru ni watu wa William Samoei Ruto. Hatutaki mambo ya one term Nakuru. Bwana Spika, rally ilipoisha tuliona walipanda na watu wao magari wakarudi Nairobi, wengine wakarudi Busia, wengine wakarudi sijui wapi bwana Spika. Wengine wako hapa bwana Spika. Kwani hao ni watu wa Nakuru hawa bwana Spika? Bwana Yesu Laya huyu ni watu wa Nakuru bwana Spika. Huyu anaitwa Songa ni mtu wa Nakuru bwana Spika. Bwana Spika, watu waje kutupima akili. Tumewajua, lakini ndio yenu tunajua. Nyinyi tanga tu Kenya mzima. Chazeni watu hata Jacaranda leteni, lakini mjue ni two term. Mjue William Ruto ni athiri fata notice. Hata muende wapi, hata mpeleke rally Uganda, Ruto ni two term bwana Spika. Bwana Spika, mimi nataka niambie watu wa Nakuru, pongezi sana. Mulisema nyinyi ni watu wa two term, hamutaki upuzi ya one term bwana Spika. Bwana Spika, wanatuamia maandamano. Eti wanatuamia maandamano kesho. Jaribu kama wewe ni mwanaume. Jaribu. Kama wewe ni mwanaume, jaribu enda maandamano kesho tukuone. William Ruto, wani lege. Bwana Spika, hatutaki upuzi hii Kenya ya maandamano. Na nataka niambie jamii zetu kutoka Luoland. Niambie watu wetu kutoka Waluya. Nisione Mluya na Mjaluo kwa maandamano. Bwana Spika. Spika tataki kuisha. Haya, order. Haya, order. Bwana Evan, this is the last warning for you. Mimi nimefuata huyu 4 minutes imeisha, full stop. 4 minutes imeisha. Asante sana bwana Spika. Bwana Spika, asante na wanabunge. Kwa majina mimi naitwa Ulwoch Babu, natoka Ugenya, Siaya County, East Ugenya Ward. And my concern today, I will speak in English. My concern today is one.
issue about Nakuru and Orengo being the acting party leader of ODM. Hii ni concern ambaye sisi kama wananchi paka tutilia mkazo. Kwa sababu Orengo has been there with Raila Amolo Odinga since independence. This means that Orengo is a senior political. So this issue of despiting the ambition of James Agri Bob Orengo is something that we as Kenyans, we should not take it into a lime note. Orengo is a political polytragonist. Orengo is a senior counsel in this nation, a political polytragonist, and is the one who can give the directive rather than telling the people of Kenya that we are supposed to follow the two-term tantra terms. William Ruto ameweka hii Kenya into the state of anarchy. Kwa sababu wa Kenya saa hii wake up their collective consciousness toward the dignity ambayo tunataka. Sisi kama team one term tumesema ya kwamba hii rally ya Linda Mwananchi, wengine wanasema eti watu wanatumia Edwin Sifuna kama ngazi. Juzi His Excellency, the coming governor of Nairobi, Babu Owino, alituambia that the sun shines at the day and the moon shines at the night. Sasa hakuna mtu mkubwa pale kwa Linda Mwananchi. Linda Mwananchi is the vehicle that represents the grievances of the common Mwananchi. So these people that are trying to divert the ambition of Kenyans, we want to tell you that the Kenyans have been reawakened our collective consciousness toward the human dignity, toward the leadership that they want. We want the leadership that is palpable. We want the leadership that represents all ambitions of common Mwananchi. Orengo akichukua acting party leader, and we know the Secretary General of ODM is none other than Edwin Wetenja Sifuna. That is the Secretary General that we know. Ile nyingine ule mama ambaye atajui kusoma vitu ambaye ameandikwa, hiyo ni kitu ambaye Wakenya hawajui. Sasa sisi tumesema ya kwamba wakati tunatembea team Linda Mwananchi, Orengo will be the acting party leader, Edwin Sifuna SD, Babu Owino will be the governor of Nairobi County. These issues of despiting the ambitions of Kenyans, hii maneno tumekataa. Kwa sababu tumekataa kufollow kina Wanga. I saw the other day Gladys Wanga is acting like a dog who is on hit. Kwa sababu the brown envelopes from the shadows of State House have already been depleted. And I want to give them staccato drumming of warning with an interminate nocturnal topper that they must respect Edwin Sifuna, they must respect Babu Owino, and they must respect James Agri Bob Orengo. Kwa sababu Orengo amekuwa kwa sasa na Raila Amolo Odinga. Nyinyi wa Kenya mmesahau. Raila Odinga amelia juzi before the demise of the mortal. They have stolen his votes. Someone has got 8.1 million votes. Another one 5.9 million votes. And the same person is telling us that they must re-elect William Ruto again. Raila Amolo Odinga continued to advocate for the opening of the servers. There was no one in this nation even opened the server. He entered into a relevant path whereby he even hired the experts to make sure that the servers of the IBC must be open, so that the information must be exposed to the people, for the people of Kenya to know the truth, who have got the Ghana the most votes. But nowadays, William Ruto is trying to coerce us into the journey of omnisciousness. Tumekataa one term siku zote. Thank you, Speaker. Mr. Speaker. Thank you. Mr. Speaker, nimesikiza watu wa one term wakikuja hapa kiongea. And number two, Mr. Speaker, I have had 3 agendas for today's session, Mr. Speaker. Mr. Speaker, huyu member mwenye ametoka kwa floor saa hii, nataka kuanza kwa kumjibu kwanza before I go direct to the point, Mr. Speaker. If at all anaongea kuhusu kwamba Orengo amekuwa in good terms with Raila Odinga, I want to remind him. Aenda asome historia ya Kenya vizuri, kama kusoma class 7, arudi grade 7 asome. Mr. Speaker, kwamba iniluo Nyanza, Raila Odinga hajakuwa in terms with Orengo since 1990s. Mr. Speaker, and it is in record, Mr. Speaker. And that's a fact, Mr. Speaker. Mr. Speaker, Orengo amesumbua Raila miaka mingi sana. Until such a time, wakati Orengo aligundua kwamba he cannot make it in Luo Nyanza, ikabidi without Raila, ikabidi arudi nyuma ya Raila Amolo Odinga.
That's the reason why he came back in politics, Mr. Speaker. Take one question from the guy. Mr. Speaker, the member of the floor. And you take my time. Member of the floor kudanganya. Orengo is the one who has been representing Baba illegal affairs during wakati. Thank you. So, Mr. Speaker, I don't can assume it because atafuatilia historia ya Kenya. Speaker, maandamano, Mr. Speaker, I want to remind the young people of Kenya, the so-called Gen Z and the people of Kenya, Mr. Speaker. Nataka kuwaelezea. Kwa akili zangu timamu, najua katiba inakubali maandamano ya amani. Mimi nakuomba kwamba kama umeridhia na unakubaliana na wa upinzani kwamba bei ya mafuta ama gharama ya maisha Kenya imekuwa ngumu, the only way to go ni kuandamana kwa barabara. Mimi nakuomba kama utaamua enda kwenye barabara, lakini nataka nikukumbushe kwamba maandamano ya kesho haijaidhinishwa na polisi wa Kenya, Mr. Speaker. Ukienda pale kwenye maandamano, nataka nikukumbushe mtu yoyote ambaye atapoteza maisha yake, tusirudi hapa katika bunge la Karanda tuanze kulaumu serikali kwamba imeua mtu kwa sababu maandamano ya kesho haijadhihirishwa na idara ya polisi, Mr. Speaker. That's number one. Mr. Speaker, huyu Gachagua ambaye ameambia watu waende maandamano na wapinzani, Mr. Speaker, 2023 nataka kuwakumbusha, Gachagua alikuwa deputy president wa Kenya. Ndindi Nyoro ambaye anataka kuadvise William Samoei Ruto kuhusu uchumi, alikuwa chairman wa budget hapa Kenya. Mafuta ilikuwa shilingi 200 na shilingi 10, Mr. Speaker. Where was Gachagua? Where was Ndindi Nyoro to advise William Samoei Ruto about the oil price in this country, Mr. Speaker? Leo hii wako pinzani, they want to tell the people of Kenya kwamba uchumi unaharibika kwa sababu ya William Samoei Ruto. I want to tell the people of Kenya, let us be wise, tuone mambo vile inaendelea, Mr. Speaker. Tuache kudanganywa, tuache sarakasi na propaganda za uongo, Mr. Speaker. Number 2, Mr. Speaker, mtu amesema hapa ati William Samoei Ruto amepata Wakenya wamechanuka, Mr. Speaker. I want to remind the people of Kenya, 2022 Wakenya walikuwa wamechanuka zaidi kuliko hata sasa hivi. I want to tell them, kama mmechanuka, William Samoei Ruto amepata ugumu wa kuongoza Kenya. Enda ujiandikishe, chukua kura, tukutane 2027, Mr. Speaker. Uamue ni nani ambaye atakuwa rais wa Kenya. Na tukiwashinda, tuendelee kuwa werevu vile mnasema kwamba nyinyi mmekuwa werevu, Mr. Speaker. That is the only bottom line, Mr. Speaker. Mr. Speaker, nikimalizia, mtu amesema kuhusu Sifuna. I told them here, I cannot support William Sifuna. Kwa sababu gani? William Sifuna anatoka Western Kenya, Mr. Speaker. Sifuna, Mr. Speaker, anatoka Western Kenya, Mr. Speaker. Wakati Sifuna amekuwa surrounded na Wakikuyu, I want to ask Sifuna, huyu Paul Njoroge ambaye ako nyuma yake, wale watu wa Uhuru Kenyatta ambao wako nyuma yake, wanafanya nini? Mr. Speaker, Sifuna akuja nielezee wale Wakikuyu ambao wako nyuma yake wa msurround, wale ambao wanapanga siasa yake, ambao wanaenda kampeni zake, wanafanya nini? Kabla mimi Muluya nikuja nimsupport, Mr. Speaker. Kwa hivyo I want to tell the people of Kenya, Sifuna is going nowhere. Sifuna atakia chama yake, asimame nao governor Nairobi County, Mr. Speaker. Na mtatoka hapa nibaki peke yangu. Sawa. Nimeshukuru sana Mr. Speaker na wanabunge wote. Mr. Speaker, nimeona mahali imefika saa hii kwa hii bunge. Naona kama hao watu wa 2 term hawakufanya Eastern government, walifanya CRE na agriculture. Hiyo ndiye subject walifanya. Ukipata mtu anakuja anaanza kusema ati Orengo alikosana na Raila Amolo Odinga. Hata hakuna mahali Orengo alisaidia Raila Amolo Odinga. Ndugu yangu, rudi tena kwa Eastern government ya book ya mtoto yako, wewe pia kaa chini usome na yeye, so that ukuje usaidie watu hapa. Lakini wale kama kitu songa tuliingia kwa klasi ya history, kaa chini basi tukupee vile Kenya inasonga. Namba 1, ukiangalia siku ya 7/7 Orengo alikuwa hapa makuwa hapo na Raila Amolo Odinga. Bas,
kuja multiparty wakwa ama kwa. Hiyo nakupea tu topic, ende usome. Zingine utachukua kesho. Sasa after the death of Jaramogi Oginga Odinga 1994, ndiye Orengo alikuwa anataka kuwe party leader, kuwe liwo kingpin. Na Raila Amolo Odinga pia alikuwa kijana barubaru, alikuwa anasema mimi pia nataka. Ndiye baba yake akaandova kwa kijana wa Malwa the late. Unaona? Na Raila akakuja akasimama 1997. Orengo akamwambia kama huwezi kwa debe tu mimi siwezi kupea support. Mimi pia wacha kwa debe. Orengo pia akafanya nini? Akajaribu. Yeye pia akafail. 2007. Kutoka 2007 Orengo hajaiko sana Raila Amolo Odinga mpaka ukaburini saa hii. Hii prime minister unakujaga kwa unapiga hapa kelele na Ruto. Sasa Kofi Annan alikuja hapa Kenya. Sasa wanataka wasomi. Ule mtu amebeba constitution kwa kichwa yake. Nani uliona mbele? James Orengo mwenyewe. Masaa unaongea about Orengo. Jua bila hata Orengo kuwekwa ndani, hata tungekuwa tunaongea hapa. Hiyo sasa nampea tu history kidogo tu. Sawa. Mr. Speaker naingia kwa Sifuna. Hiyo ni striker tuko naye. Na Babu Owino huyu ni Kante mwenyewe. Na James Orengo, Jose Mourinho as a coach. Kwa hiyo timu ukiangalia, hakuna hata mtu anavuta sigara hapo. Hiyo timu iko imara. Na tunataka hii timu ya Ruto tupatane chap. Because hatutaki mambo ya by election friendly matches. Hatutaki because wako na mdomo na wana kadi. Tuko kadi. Na tunataka hakuna mtu tunataka kwa debe kuliko Ruto. Hatutaki Oburu hatutaki. Mzee hakuna kitu utafanya na wewe. Tunataka Ruto, huyo mtu wako nyuma yako. Ndio tunataka. Nimeona kama Dennis ametoka hapa anasema ati Oburu ati nani? Orengo anataka kuchukua power ya nani ya Sifuna na Babu Owino. Let me tell you one thing. Kuna kitu inaitwa interdependent. Unaona? Sifuna anadepend kwa Babu na Babu anadepend kwa Orengo, na Orengo anadepend kwa Misi, na Misi anadepend kwa kile songa kama mpiga kura tena kwa supporters wao. Unanisikia hapo? Wewe unaweza peke yako kama Yesu Kristo ndiye alikuwa anaweza peke yake na alikuwa na disciples wake. What about Sifuna na James Orengo? Ndugu yangu tunakupea wisdom, uende naye kwa nyumba yako lakini wewe umefunika kichwa. Kuna mtu akiongea hata kama kitu anakuchuna hapa, kaa chini usikie tunasema nini. Kama watu kama one time tunajua Ruto must go. Sisi ndio tunapiga kura. Na sisi tumechoka na yeye. Ndugu yangu Kenya saa hii took about 70 million ama 65 million. Out of 65 million. Kwa hiyo 65 million mtu mmoja ndiye tuweze pigia kura huyu William Ruto. Wengine hata vile nyinyi umekaa hapa tunaweza pigia mpaka Julius Oskura lakini si William Ruto. Mr. Speaker nikimalizia anasema hivi. Masemeji tunakuja Saturday. Tuko Vihiga, masemeji kujeni. Sunday mwenyewe finali. Tuko Kisumu walisema tutaingia. Tunakuja. Wantamria. Sawa. Asanteni sana Mr. Speaker. Kwa majina mimi ndio Nywele Sauce Mr. Speaker. Na mimi ndio Prime Minister Kenya and abroad. Mr. Speaker, agenda leo kwa hii wiki ninafurahia sana. Kwa sababu zile agenda zenye hii bunge ina discuss ni agenda very serious ambayo inapea Kenya mwelekeo. Na hii Kenya kama sijaongea kama Prime Minister, Mr. Speaker, yangu ndio final Mr. Speaker. Na yangu ninakupea direction. Ukiwa hata Moyale, kitu yenye Nywele Sauce amesema, hiyo ndio dunia yote mpaka America imedecide hivyo. Kwa hivyo ile nitasema hapa, hiyo ndio decision ya Kenya Mr. Speaker. Mr. Speaker, nataka kuingia kwa mada. Hii mada ya Nakuru ya jana Mr. Speaker. Mr. Speaker, mimi leo nataka kuongea, nataka kuagree na ndugu yangu Dennis Wanjala. Ameongea hapa Speaker. Kama mloya ako hapa, I think mumesikia. Na mimi napenda waloya wenzangu sana. Kwa sababu ni watu ambao wakisikia kitu, hawapigani kelele. Hiyo mada agenda ya Dennis Wanjala
Nimesikia waloya hawajapiga kelele, wamenyamaza. Wamechukua notes, wameandika. Tena watu wanda mwanera vega. Tena waloya tuwaangalie. Kwa sababu hatutadanganywa one time inasava agenda ya mwananchi wa kawaida, lakini kwa podium watu wanagawana cheo. Unasikia sasa hii ule mzee wa Chang'aa sasa pewa hati yeye ndio party leader. Lakini tunaambiwa ati inasava interest ya Wakenya. Tunaambiwa sasa deputy party leader ni Babu Owino Mr. Speaker. Na tunaambiwa inasava interest ya Wakenya. Sifuna sasa, na hata huyo Babu Owino anajiuta mimi ndio Sifuna, lakini deputy party leader. Kwa hivyo waloya tuangaliane. Tuangaliane ndugu zangu. Na mimi nataka niwaambie waloya. Ukitaka kujua na hizi ambia waloya peke yake, naambia tu Wakenya wote. Ukitaka kujua tu mahali naenda kwa opposition, kwa sababu mimi nimekaa kwa opposition miaka mingi. Ukiona mahali Orengo wako. Jana nimeona wamenunua lori kanta. Hiyo kanta ni ya kubeba form 34A. Hiyo ni ya kubeba form 34A. Kwa hivyo kuwa ready. Ukiona Orengo Babu na Sifuna wamemnunua ili yani wapate lawyer wa kuenda kotini. Sema unajua hiyo. Kwa hivyo msijifanye wajinga. Ukiona tu Orengo, hao ndio wenye wafanya Raila wamekufa. Kwa sababu form 34 bado natafutwa hadi wa leo. Hatujawahi pata Mr. Speaker. Orengo ndiye ako na hiyo file. Kwa hivyo mahali popote utaona Orengo. Songa. Orengo ukiona songa anaongea mpaka anataka kuuma mahali. Unajua tu hapo inaenda hivi Mr. Speaker. Tumezoea. Mimi nimekaa kwa opposition mpaka saa hii. Nimeamua tu nikuje nikae na Ruto kwa sababu Ruto anangoja tu kutangazwa. Na mimi naambia William Samoei Ruto baba yangu. William Samoei Ruto Thiambo. Mimi sitaki kusema kura ya Mount Kenya kwa sababu hiyo sijui. Naongelea yangu. Yangu nitakupea moja. Make sure umetangazwa na hiyo. Make sure umetangazwa na hiyo. Hiyo tu Mr. Speaker. Mr. Speaker, mada ya pili nataka kuongelea ni mada ya maandamano ya kesho. Nataka kuambia Wakenya. Hiyo posto tunakuanga yetu si kama Wajaluo. Na hakunanga kitu nalipo hapo. Lakini tukikusikia unasema wewe ni mtu opposition kama Rigathi Gachagua, Wajaluo karibu kuanza kukimbiza huyo mzee. Kwa hivyo kesho tukiona kwanza watch wa TV. Ukiona Kisumu wajatoka kwa barabara, usitoke Nairobi. Tafadhali. Hii maandamano ya kesho tunaenda kumalizana nao once and for all. William Samoei Ruto, polisi wa Bukusu, Wajaluo, Waloya, wale wenye wako na mguu kubwa kama mguu ya Barmoriat, weka Githurai 45. Mr. Speaker, ukisaweka Mr. Speaker, hii maandamano tunamalizana nayo kesho once and for all. Mr. Speaker, wananiheko protect. Mr. Speaker, kesho William Samoei Ruto, mapolisi wenye wako na mguu kubwa weka Githurai 45. Wapige watu kuenda Nyeri, Murang'a, huko ndio kuna Speaker. Asante sana Mr. Speaker. Speaker anaitwa Oriati Bim. Natoka Siaya County, mahali inaitwa East Game. Ningependa tu kuomba William Samoei Ruto. Na mimi nataka kuuliza Ruto leo. Auonangi benye huyu jamaa anaitwa Nywele Sosa na kutetea, sumuite huyu fala. Kwa sababu hakuna mtu anawatetea kama huyu Nywele Sosa. Na anapiga tu kelele hapa hana kazi. Iteni huyu Nywele Sosa mpatie kazi. That's the only person anatetea government sana. So Mr. Speaker, Speaker nikienda kwa mada, nataka kusema hivi. Kulingana na sheria uwezi ita mwenzako ni fala kwa media. Withdraw hiyo nini. Asante sana Mr. Speaker, withdraw. So, ningependa kuenda kwa mada ya kwamba ati James Orengo kama ako fit ukuwa party leader wa chama cha ODM. Mr. Speaker, kwanza before uongelee mtu kama James Agri Bob Orengo, jiangalie kwanza. Kama umevaa suti ongelea James Orengo. Lakini kama umevaa tuktuk na kinyasa na vitu yeneleweki, usiongelee James Orengo. Usiongelee James Orengo. Speaker. Ngoja. So Mr. Speaker, mimi
Mimi naitwa Oriatibi Mr. Speaker. Na mimi nimevaa tuktuk na onyasa yakini niko na akili. Hii si ya umaskini. Hii si ya maskini Mr. Speaker. So before uongelee James Orengo, kwanza jiangalie kwanza. Huyu James Orengo mwenyewe ni constitution Mr. Speaker. This man has seen a lot Mr. Speaker in this country. This man has been loyal to none other than Raila Amolo Odinga. Na sahi Wakenya ndio wamesema ya kwamba James Orengo kuwa party leader. We kama nina we unapinga kama nani? Wewe unapinga kama nani? He the only man who has experience to control chama ya ODM. Unataka chama ya ODM ipatiwe nani kama party leader kama sio James Orengo? Eti mtu anasema eti James Orengo anatumia nyota ya Edwin Sifuna. James Orengo mwenyewe ni nyota. Sasa atatumia aje nyota ya Edwin Sifuna? My friend, hii kitu babu anawaambianga kila siku ya kwamba shine at the day. Unasikia? Na stars shine at the night bwana. Amusikiangi hizi vitu. Sikia watu wa class 3 anasema rudia. Sirudi. Mimi hapo nishapita. Hapo nishapita. So Mr. Speaker, James Orengo ndio party leader ya chama ya ODM. The throne has been taken Mr. Speaker. Na James Orengo ndiye ameshaichukua. Na yeye kama James Orengo atakuwa coach hapo mbele na wakina Edwin Sifuna wanakuwa hapa chini. Kwa sababu huyu ndio mtu sahi anatingiza hii Linda Mwananchi. Na Linda Mwananchi bari jaja. Tumebaki na kiti moja. Na hii kiti moja ni ya mtu moja kwa ibunge. Mwenye mimi kama Oriatibi sipendi apote. Ni venye tu yeye pia ndugu yetu. Sijui anakunywanga busa hapa ikweta ama nini. Nataka kuambia mjukuu kuja kwa hii kiti moja. Wacha kupotea. Awache kupotea. Mimi sitaki apotee na naona. Uja kwa hii kiti moja yenye imebaki. Siasa yako ilikuwa mzuri. Wacha hiyo njaa tu kidogo tutakulisha. Lakini kuja hapa. Kuja hapa bwana. Kuja hapa. Wacha njaa bwana. Wacha njaa. So Mr. Speaker, nikimalizia. Mr. Speaker. Sijamaliza. Atoe yako kwanza. Hawezi kuniharibia jina. Ni rafiki yangu lakini hawezi kuniharibia. Mimi niko na pesa bwana. Nipe. Niko na pesa kwa simu sasa. Nikupe nini? Sitaki polisi, nataka nipe pesa. Mchezo yako. Mada naingia kwa mada direct. Mwingine ati tulikuwa kwa rally huko Nakuru na Wakenya wameona. Mr. Speaker, mimi nataka kushukuru wenye walipeleka rally Nakuru. Hiyo rally yetu imefanya president ametoroka nchi yake na ameenda huko ng'ambo. Asante. Asante. Mr. Speaker, nikiongea kwa sasa president hayuko na hata hii maandamano hatakuwa. Na saa hii mimi najiandaa. Natafuta viatu na saa hii hata wakipenda watoe ya juu bado nitaenda. Bado nitaenda. Mr. Speaker, mimi niko na furaha. Mimi niko na furaha. Wengine wanaanza kujiuliza ati kwa nini Orengo James Bob Agri Orengo amechukua party leader. ODM bado ni moja. ODM bado ni moja. Hata Raila tulimweka kama the people president. Na Orengo ameona kila mahali Obura ananyorosha usingizi. Wakienda wapi? Obura ananyorosha usingizi. Orengo take over bwana. Chukua hiyo kitu. Tuko na Orengo party leader, Ososi ako hapo na Sifuna ako hapo. Babu Owino ana control Nairobi. Hiyo ndio chama. Naambia Wakenya muingie kwa chama. Ingia kwa chama ya Linda Wananchi. Mr. Speaker, we kaa chini. Obukusu huyu. Kaa chini huko. Asante. Mr. Speaker, nikiingia kwa hii mada. Wanasema ati Nakuru ati watu wa Gachagua walikuwa ati wako wengi bwana. Mimi niliwaambia bora unasema one time vile speaker anasema one time ni rafiki yangu. Kila mtu mwenye anasema one time ni rafiki yangu. Unaona hiyo maneno? Na tangu ona sasa wanaimba tu tamu. Huyu nywele sosa ako na matanga hajaenda. Ana hata ndururu na anapiga kelele hapa kila siku. Ana hata ndururu. Watu wa one time hawana pesa. Mr. Speaker, leo nimeona
ati mayouth wanaenda pale Kibira wametolewa Kisumu, alafu mwingine anasimama anaimba ati Wakenya musilale, na wanaimba na wako na pesa ya William Ruto, ati hao wasilale wako na pesa ya William Ruto. Deputy President, enda Kibira, nyang'anya watu pesa, ati Wakenya musilale. Hiyo ni nyimbo wetu, hiyo ni nyimbo yetu watu wa Bantam. Sisi ndio tunaimba Wakenya musilale, bado tuko na mapambano, lakini mkiimba huko na muko na 5 billion ya Ruto na mujalipa, nyinyi wanga muko na shida, muko na shida. Nikimalizia Mr. Speaker, Kenya imebadilika, na mimi nataka niwaambie, chukua kadi. Kenya imebadilika, watu wanajaa huku, hii gari yetu inajaa, hii gari yetu inajaa. Mimi saa hii kila mtu hapa nataka tuimbe one time, huyu jamaa aende nyumbani. Saa hii nikikuja hapa Mr. Speaker, nimepanda gari 250 ndio nifike hapa, na nilikuwa nakuja na 20 bob. Alafu wewe umekaa hapa, unataka kuniambia ati tutamia nani? Gari 200 tena nataka kurudi na 200, nani hapa tu dono, na hizi tu hapa tu dono, napanda gari 200. Nikimalizia Mr. Speaker, na waambia party leader ni James Bob Agri Orengo. Asante. Speaker, mulisema gabu mtu aongei nayo hapa. Usiniuzie uoga. Shika. Mulisema. Mimi sio Sifuna. Toa gambut bwana. Niko hapa. Tulieni. Mutatumia Sifuna. Asanteni sana. Kwa majina ni Dennis Wanjala, mwanasoja wa His Excellency George Natembeya. Na siogopi. Kuna mumeleta mada mzuri hapa. Hii rally ilikuwa kule Nakuru. Mimi nataka kusema hivi, na mtu asiniuzie hapa uoga. Imagine Ososi alitumuliwa. Ososi akasema yeye ni acting deputy party leader. Sifuna ni secretary jana huko wamesema Orengo ndio party leader. Watoto wetu, nimekuwa nikiongea hii kitu kila siku. Hatutatumiwa mgongo ya Sifuna itumike kupandisha watu wengine. Wacha sasa niwaambie wale watu wanakuja hapa kusema ati Orengo ndio party leader wa hiyo kitu. My friend, mtajua kwa umbwa ni nje. Hatutakubali